Heri masikio yako wewe kwa maana yanasikia, heri macho yako kwa maana yanaona. Hapa sizungumzii macho na masikio ya kimwili tu, bali ni ule uwezo wa kuweza kulisikia neno la Mungu na ukaweza kulielewa sawasawa na mapenzi na makusudi makamilifu kabisa ya Mungu. Kwa maana usipolielewa neno kwa ukamilifu, utashindwa kutambua mapenzi ya Mungu katika hilo neno na utajikuta umefanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Yesu akawaambia kwamba mnayoyaona ninyi, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona wasiyaone, walitamani kuyasikia pia mnayoyasikia wasiweze kuyasikia, lakini ninyi mmejaliwa. Kumbe kuna watu ambao wamejaliwa kulielewa neno la Mungu, lakini pia kuna watu ambao wao wanakaza mioyo yao, wanaifanya mioyo yao iwe mizito. Hawataki kulisikia neno la Mungu, hawataki kujifunza. Akati imeandikwa kwamba usiutweze unabii, bali usijaribu roho. Usijaribu roho ujue kama zinatokana na Mungu au kama hazitokani na Mungu. Kumbe imekupasa kujifunza, uchukue hatua ya kujifunza, kwa sababu unapokuwa unajifunza, unaposikiliza, utatambua kwamba huu ni ukweli na huu si ukweli. Ukishatambua kwamba huu ni ukweli, utachukua hatua ya kutii au kuupokea na kuutendea kazi ili upate kuokolewa. Na utakapotambua kwamba huu ni udanganyifu, utachukua hatua ya kuacha kuyasikiliza hayo, kwa sababu tayari umeshajaribu roho, umeshapima, umeshasikiliza, umeshapima, umetambua kwamba hii au huu ujumbe si wa Mungu, ni mafundisho potofu ya adui. Basi unachukua hatua ya kuyaacha, kwa sababu utakavyoendelea kujifunza mambo ambayo hayatokani na Mungu, maana yake yatakuangamiza nafsi yako, yatakuangamiza roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu neno la Mungu ni uzima. Ndio maana Yesu akamwambia, maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa neno la Mungu ndiyo roho ambayo inatia uzima, lakini maneno mengine hayatii uzima. Mafundisho potofu kazi yake au lengo lake ni kuangamiza. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Mathayo sura hii ya 13 mstari wa 15 anasema, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba Yesu anawazungumzia hawa watu ambao walikuwa hawaelewi mifano anayoitoa. Hawaelewi kwa sababu gani? Anasema mioyo yao ni mizito, macho yao wameyafumba wasione, na masikio yao wameyaziba wasisikie. Kwa kumbe wapo watu ambao wameamua kutokusikia neno la Mungu, wameamua kutokulitazama neno la Mungu ili waelewe wakaponywa. Kwa sababu Yesu anasema hapa kwamba wakielewa atawaponya. Unaona? Kumbe usipoelewa hautaongoka, hautaokolewa, hautaponywa. Kwa hiyo imetupasa mimi na wewe, mtu wa Mungu, kuelewa siri na mifano katika neno la Mungu, kuelewa unabii katika neno la Mungu ili tuweze kuponywa. Barikiwe na uwe na wakati mwema.